Naitwa Zufamana Selemani. Mimi ni mtoto wa marehemu. Ni mtoto wa tatu kwa baba, lakini ni mtoto wa kwanza kwa mama yangu. Jana usiku tulikuwa nyumbani na mama. Ilipofika mida ya saa 2, mimi nilienda dukani. Baadaye nikarudi nikamkuta mama na baba hawakuwepo. Niliporudi nikamwambia mama, baba yuko wapi? Akaniambia babako amepata begi dukani, hilo begi ambalo huwa tunaweka vitu vyetu, vifaa vya miamala, kila kitu yani kinachohusu dukani. Akaniambia babako amefuata. Ikafika mida ya saa 3, maana nilikuwa natakiwa kurudi kikosini, likizo ilikuwa imeisha. Kwa nikamwambia mama, mimi nataka kwenda kulala, baba yuko wapi? Akasema babako msubiri, anarudi sasa hivi. Ilipofika mida ya saa 3 na dakika 58, nikamwambia mama mcheck baba, akajibu kupiga simu yake ikawa inaita haipokelewi. Ilipofika saa 4, akasema labda simu ipo kwenye begi. Ilipofika saa 4 simu yangu mimi ikaita. Saa 4 na dakika kama 20-23 ikaita, nikamwambia babako amepigwa risasi. Kwa mimi nikatoka, nikaja nikarudi ndani, nikamwambia mama, baba amepigwa risasi. Akawa ananiuliza babako yupi? Maana mimi kila babangu, yani baba mdogo, baba mkubwa, mimi napenda kuita baba. Akawa anauliza babako yupi? Mimi nikawa natoka nakimbia naelekea dukani. Nilipofika barabarani nikachukua bodaboda, nikakimbia hadi barabarani, nikachukua bodaboda ili niwahi kufika. Nimefika dukani, nimekuta duka limefungwa. Nikaenda hadi kwa huyo mtu ambako anafanyia kazi yule aliyonipigia simu. Nafika pale sikuti mtu. Akaniambia njoo huku maeneo ya Bati la Kona ambako kunakuwa karibu na hilo duka. Nikafika, nikamkuta baba amelala, amemfunika. Alikuwa ampiga risasi. Labda kwenye begi hilo ambalo alienda kuchukua kulikuwa na fedha au hamfahamu? Kunakuwa na vitu vyote vya dukani, fedha, mashine ya MMD na simu zote kunakuwa na vipo. Jana kwenye majira ya saa 4 tumepokea mwili wa mtu ambaye ameshambuliwa na akiwa tayari amefariki. Tumemtunza hapa. Leo kwenye majira ya saa 3 polisi pamoja na ndugu walifika hapa kuja kutambua na kuangalia, kufanya uchunguzi wa kilichosababisha. Imeonyesha kwamba amepata kushambuliwa na kitu chenye ncha kali kinachofanana na risasi, kimeingilia upande wa kushoto kwenye juu ya shavu upande na kutoka kwenye upande wa kulia kwenye shingo na kusababisha jeraha na kutokwa na damu. Pia kitu chenye ncha kali pia kiliingia kwenye kifua katikati na kutokea kwenye ubavu. Imehusisha pia uharibifu kwenye pafu la upande wa kulia na kusababisha damu kutoka nyingi sana kwa ndani. Kwa hiyo ndio sababu za kifo.